ile biashara za mume wake, ila alipofanikiwa kamuolea mke wa pili. Kwa maombi ya mama yalikuwa baba afanikiwe, lakini mwisho wa siku alipofanikiwa kaweka mke wa pili. Kwa hiyo unapomwomba Bwana mwambie kwamba kama ikiwa haya anayoomba yataleta madhara, ni bora usitubariki, kwa sababu ukitubariki utatuongeza janga la pili. Bwana Yesu asifiwe. Unaongeza janga la pili, unajiongezea pressure na vidole vya tumbo. Na Kristo anazungumza na watu ambao wanajua wapo wanaoamini. Na ndio maana hata mama yetu anazungumza katika kile kitabu chake cha matukio ya siku za mwisho kwamba kuna baadhi ya makanisa alitazama, aliona, hakuona wale waliokuwa serious na safari ya kwenda mbinguni. Wapo wengi walikuja kwa sababu walikuwa wana mambo wanayofuata. Kuna wengine kwa sababu walikuwa hawajaolewa na wanajua kanisani kuna wanaume wazuri. Kwa hiyo ndio maana walikuja ili watafuta wanaume wazuri, na ndio maana baada ya ndoa hawakuwa serious tena na maisha kiroho. Na kuna wengine wenda walikuja kwa sababu waliambiwa kuna wanawake wazuri, ila baada ya kupata mwanamke mzuri waliendelea kukaa nyumbani kwa sababu hawakuwa na wanachokipoteza. Ndivyo makundi yaliokuwa kanisani, na ndio makundi yaliokuwa yanafuata Yesu. Ila Yesu alipowatazama tu aligundua udhaifu wake, na ndio maana hata yule mwanasheria akamwambia tu, wewe kauze mali, mimi niko pale na kusubiri. Lakini alipoweza kuzungumza alimlalua moyo wake, akasema kwa nini anazungumza na mimi? Ndio kana kwamba unaingia kwenye kundi la leo, unatoka unasema ina maana aliniendelea mimi. Ndio kitu ambacho Yesu alifanya. Baada ya pale, kwa nini Yesu anazungumza? Kwa nini Yesu anataka? Ina maana Yesu hakuona mambo mengine ya kuzungumza, alizungumzia mali zangu tu. Mali zangu tu. Ina maana Yesu aliona jambo, Yesu. Maana Yesu aligusa pale pale, ambapo sasa nikigusa huyu tayari kapotea. Ila kama nikigusa hapa akitambua ameokolewa. Endelea katika ile fungu letu. Wayahudi wale wasiomwamini walikuwa wanamfuata. Ninyi mkikaa katika neno langu. Anasema sasa mimi nazungumza na nyinyi wachache ambao mnanisikiliza kwamba mkikaa ndani yangu. Endelea. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Anasema ukikaa ndani yake unakuwa mwanafunzi wake kweli kweli. Hauwi mwanafunzi wa dini ya mikate, hauwi mwanafunzi wa dini ya maombi, hauwi mwanafunzi wa dini ya kutafuta misaada kanisani. Hauwi mwanafunzi wa dini ya kuja kuimba. Hauwi mwanafunzi wa dini ya kuja kupiga kinanda. Yaani unakuwa ni mwanafunzi wa Kristo kweli kweli. Ukiwa kweli kweli na mambo yanakwenda kama ukiwa kweli kweli, hata kama hautapewa kinanda kupiga, utaendelea kuwa kweli kweli. Kama ni wa kuimba, hata usipopata fursa ya kuimba, utaendelea kuwa kweli kweli. Kama sio wa kutafuta uongozi, ukikosa uongozi, ukiwa ndani yake kweli kweli, hautaweza kupiga kelele. Maana Mungu anasema kama tutaliishi neno lake likawa kwetu kweli kweli, basi atakuwa kweli. Fungu langu la mwisho, kitabu cha Yohana 15 fungu la 4 anasema. Yohana 15 fungu la 4 imeandikwa, ndio, kaeni ndani yangu. Anasema kaeni ndani yangu, yani tukae ndani yake, nami ndani yenu, naye akae ndani yetu. Yale ambayo mambo hayaeleweki kibinadamu, kwa Mungu yanaeleweka. Kwamba wewe unapaswa ukae ndani yake. Wewe unapaswa kusikiliza maelekezo ya Mungu na kuyaishi kweli kweli. Ndipo atakuja kukaa ndani yako. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Hakuna tawi linaloweza kuzaa matunda likiwa hewani, halina mzizi, halina mti, au likae hewani lizae. Anasema ili lizae linahitaji ardhi, ili lizae linahitaji mizizi, ili lizae linahitaji mti, ili lizae lazima liwe na matawi. Process ambayo ili ikamilike ndipo tawi liweze kuzaa. Bwana asifiwe. Endelea. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa
kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yake. Anasema lisipokuwa ndani ya mzabibu halitaweza kuzaa. Hivyo hivyo nyinyi bila mimi hamwezi lolote. Nyinyi bila mimi hamwezi lolote. Kama mtaka kuhubiri bila mimi huwezi lolote. Kama mtaka kufanya kazi takatifu bila mimi huwezi lolote. Kama unataka kuimba bila mimi huwezi lolote. Kama unataka kuabudu bila mimi huwezi lolote. Anasema kwamba bila yeye sisi hatuwezi chochote. Bila yeye sisi ni viumbe dhaifu visivyoweza kujielewa. Kwa hiyo hatuwezi kupata nguvu bila yeye kuwa ndani yetu. Endelea. Limeisha. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Tena leo